Baada ya kukata simu, Deo anakaa kitandani. Hii imekuja kama surprise. Sia anakuja halafu peke yake, baada ya hata kuniambia kwamba hataweza kuja, kuna mambo mengi, kuna mitihani, sijui kuna nini, lakini ghafla tu ananipigia simu na anavyo sound anaonekana kweli yuko serious. Anyway, ngoja nione itakuwaje. Mara message inaingia katika simu yake. Anaposoma anakuta ni Sia. Tukutane Tilapia Hotel. Hapo hotelini kwako siji. Yale. Anyway, lakini kwa kuwa anakuja peke yake, who knows. Deo anaanza kujiandaa pale, anatoka ili atangulie Sia amkute ameshafika tayari. Anapofika Tilapia hakuna watu wengi. Restaurant imepoa, anatafuta sehemu nzuri ya karibu na maji, wakae nje watazame maji na mawimbi yanavyopepea ziwa Victoria. Na anajiandaa vipi kumshirikisha Sia katika good news ambayo amepata, lakini pia kile ambacho Sia amemwambia kwamba anakuja kumwambia. Mara anasimama baada ya kumuona Sia anaingia. Anamkaribisha, wanakaa pale. Vinywaji vinakuja, chakula wanaagiza. Bila kuchelewa, Sia anamwambia Deo, "Haya, niambie. Ni kitu gani hicho ambacho unataka kuniambia?" Deo anadakia, "Anza wewe." "Hapana. Ni lazima uniambie wewe kwa sababu ndio ulikuwa kwanza kuongea na mimi nitakwambia." "Haya, as you wish." "Hivi unakumbuka ile tenda nilikuwa nakwambia nafuatilia katika halmashauri mpya hapa Mwanza? Basi, 95% naweza kupata." "Wow, hongera sana." Sia anamwambia. "Hapa naomba kila saa mambo yasingie nuksi. Niombee pia, maana najua mwenzangu unasali kila siku." Hata sitaki kuwaza. Ngoja itimie kwanza ndo nitakwambia ninachowaza, kwa sababu maisha yatabadilika kabisa. Mungu atie heri tu katika hili swala. Mungu hana huo ujinga bwana. Wanacheka. Zamu yako. Sia anaongea. "Na mimi haijawa 100%, lakini nimepata email leo ambayo inaniambia kwamba nimefanikiwa kupata scholarship ya kwenda kusoma chuo Marekani. Lakini nasubiri kwanza nipate majibu ya semester yangu ya mwisho matokeo. Wananiambia kwamba GPA yangu iko poa na nikishakamilisha matokeo ya mwisho niyaunganishe niweze kuwatumia. Hao watu wao watalipia kila kitu na wameniambia nichague kati ya vyuo vitatu na mimi nimechagua Yale. Kwa hiyo hapa nashughulikia kupata admission Yale. Nadhani kwa GPA ambayo nimeshapata hakutakuwa na shida." Sura ya Deo inaonekana kama ina wasiwasi. Sia anagundua. "Ni vipi?" Deo anashusha pumzi. "Nawaza tu kama ukienda itakuwaje. Si miaka 3 tu. It's good opportunity, na pia kila mwaka at least nitakuwa narudi sama. Lakini mwisho wa siku tunasoma ili tupate hela, au sio? So kama napata hii deal, kuna haja gani ya kwenda mbali? Afu miaka yote hiyo lolote linaweza kutokea, unajua mtu ukiwa mbali What? Hii ni ndoto yangu Deo. How can you say that? Hebu fikiria hali ya mzee. Ukiwa karibu inakuwa ni rahisi zaidi kusaidia. Tutashirikiana katika hilo. Mimi nitakuwa karibu sana ili tuweze kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Omba tu Mungu nipate hii deal. Mambo yote yatakaa poa. Na tutakuwa tunafanya mambo yetu. Mambo yetu au mambo yako? Sia anakuwa mkali sasa. Yaani sikutegemea kabisa kusikia haya maneno kutoka kwako Deo. Lakini Sia anainuka pale na kuondoka zake. Deo anamshika mkono lakini anauchomoa. Anamfuata mpaka wanafika mlangoni. "Sikuwa na nia mbaya Sia. Njoo ukae please. Usiwe na hasira namna hiyo. Ni mambo madogo haya yanazungumzika. Mambo madogo kwako. Kwangu sio madogo. Hapa tunazungumzia maisha yangu. Siamini kama nilikuwa kipofu namna hii. Nashukuru Mungu
nilikuwa na sita kila nilipotaka kujitoa kwako. Kumbe ndio unavyonichukulia namna hiyo. Unamaanisha nini? Ninamaanisha mimi na wewe basi. Anaondoka zake. Deo anamshika mkono, anauchomoa. Deo anabaki ameshika butwa. Sia anaingia chumbani na kumkuta Kay anasoma. Anajiuliza, Kay mtu wa kusoma sasa hivi? Anyway, anapitiliza na kukaa kitandani kwake akitafakari. Kay anamchungulia akijidai yupo busy anasoma. Baada ya muda mfupi, Sia anasogea mezani na kukaa pembeni ya Kay. Kay bado kama anamvizia, anachungulia kuona nini kinaendelea, kwa sababu kwa muonekano tu haraka haraka Sia hayuko sawa. Anamsikia Sia akisema, I'm sorry. Kay anageuka na kumwangalia bila kuongea. Sia anaongea kwa sauti ya juu zaidi, haya, I'm sorry kwa maneno niliyokuambia. Kay anamwangalia Sia kwa hasira, alafu anamwambia, chagua adhabu. Sia anatabasamu. Hug. Kay anainuka, anamkumbatia. Wakiwa wamekumbatiana, Sia anamwambia Kay, kuna muda huo unaniboa, lakini unajua siwezi kuishi bila wewe. Ndio maana huwa unaamua kunizingua tu, sababu unajua sipindui. Kay anamwambia, haya nipe details. Sia anajibu, details gani? Deo kakuboa nini? Alikuwa anakulazimisha mambo fulani nini? Sia anacheka. Hivi niko wazi kiasi hicho? Anyway, huwezi amini nilichokutana nacho huko. Mara usiende kusoma nje, mara hapa ukienda sijui itakuwaje. Yaani nimemwangalia sijamuelewa. Sasa si mapenzi jamani, anaogopa utakutana na mtoto wa senator huko. Mapenzi gani? Apeleke kama chumu huko kwa mama yake. Yaani ndio maana anapata sana tabu kuamini wanaume. Wanakuwaga wa binafsi sana. Sio wote, Amani hayuko hivyo. Sia alimkata jicho Kay. Utaniwi? Yaani nimeenda na njaa, nimeshindwa hata kula. Maana baada ya kusikia ule upuzi wake, najisikia kumchukia. Basi, katulia. Fanye mchakato wa msosi, mambo yataenda poa. Sia anatoka na kujitupa kitandani, Kay anatoka. Kwa hiyo siku ikaisha wakiwa fresh na Amani wamekula na nini. Na hii ndio siku ambayo hiyo event ya picha ilitokea.